Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asifiwe Mwokozi tena. Tumpigie Yesu makofi mazuri. Napenda kumshukuru Mungu tena wakati huu kwa kuweza kunipatia nafasi nyingine ya kusimama mbele zenu na yeye kuweza kunipatia uhai. Nina sababu ya kumshukuru Mungu kabisa, maana huyu Mungu ni Mungu. Haleluya. Mimi ninajua mahali amenitoa, kwa hivyo nina sababu kubwa ya kusema yeye ni Mungu. Haleluya. Nina sababu ya kumtolea dhabihu ya shukrani. Napenda kumshukuru Mungu kwa sababu ya wale ambao walisimama pamoja nami katika maombi. Ninajua wengi waliniombea wakati nimekuwa mgonjwa. Wengi walilia machozi wakaomba kwa sababu ya maisha yangu. Kwa hivyo nipenda kuwashukuru kabisa kanisa kwa kuweza kusimama pamoja na mimi kipindi ambacho nilikuwa napitia magumu. Nipende pia kumshukuru mke wangu sana sana, maana alisimama pamoja nami akanishika mkono kwa wiki karibu 3 nikiwa kitandani. Yeye aliweza kunishikilia mkono. Haleluya. Alinishika mkono nikienda kwa choo, nikitoka kwa choo, nikilala, nikiamuka, aliweza kunishikilia mkono. Nina sababu ya kumshukuru huyu mama kabisa. Haleluya. Bwana asifiwe. Alikataa na kukaa pamoja nami kwa hospitali kwa muda huo wote. Pamoja na kwamba watoto wetu walikuwa wamekuja wote nyumbani, yeye alikataa tukakaa pamoja naye hospitali kwa muda huo wote. Kwa hivyo nina sababu ya kumshukuru sana kwa sababu ya kukaa pamoja nami kipindi hicho ambacho kilikuwa kigumu. Najua wakati mwingine naweza fika wakati huo hata mke wako akutoroka. Haleluya. Wakati umesidiwa anaweza kutoroka, lakini huyu alisimama pamoja nami kipindi hicho sote. Ninapenda kumshukuru sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pia nipenda kushukuru wale watu wa jamii yangu. Unajua hawa watu waliteseka wakasimama pamoja na mimi kila wakati, wako karibu tu na mimi. Kuna siku nilienda kwa kliniki ya Meja. Moja wale wanafanya kazi pale wakaniambia unajua kuna siku ni react na dawa. Nilireact na dawa kiwango kama nilikuwa nafikiri nataka kufa. Sasa Meja, sijui ni wewe ulimpigia simu mama. Alipopigiwa simu, alisimama kutoka kwa kiti chake, anafika kwa mlango, anarudi kutoka kwa kliniki, anashindwa atoke, arudi, ashindwa achukue dawa. Yaani hawa watu walisimama pamoja na mimi kwenda Kisii, kurudi, kwenda kwa CT scan. Wapendwa, safari ya ugonjwa wakati mwingine ni ngumu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nimepata kujifunza mambo fulani pale nikiwa mgonjwa. Najua nimekaa nikifanya kazi hospitali kwa muda mrefu tu. Mimi sijapata kuwa na nafasi ya nilikuwa tu naona wagonjwa. Na nilikuwa tu nasikia mambo fulani, kuna CT scan, hata sijawahi shughulika kwenda kuona CT scan ni nini. Kuna mambo ya MRI sijawahi, lakini siku nilienda hapo nilipata an experience. Kwanda nani amewahi ingia kwa MRI hapo katikati yetu? Hakuna. Basi ukienda pale utapata an experience. Maana MRI ni mashine ambayo unaenda unawekwa ndani. Hakuna mtu ako hapo pamoja na wewe. Yule ambaye amekuweka kwa MRI yako huko mbali, amejifungia kabisa, amejifunika kabisa. Wewe umeenda umeingishwa sehemu nyingine kama shimo. Uko peke yako hapo. Ameingia pale anaweza kukuambia experience. Ni sehemu mbaya. Na baridi, ni sehemu tu nasikia tu vitu vinaunguruma tu. Hauna mtu, hujui kama utakufia hapo ndani, hujui mambo itakuwa namna gani. Ni mashini tu, uko peke yako hapo ndani, imekuzunguka tu peke yako. Mwenye anashughulika naye yako mbali na wewe. Lakini ninataka nimshukuru Mungu. Nina sababu ya kumshukuru Mungu. Hata tukisema tunatoa shukrani, nina sababu ya kumtolea Mungu shukrani. Haleluya. Kwa sababu unajua wakati mwingine tunaweza kukuambia utoe shukrani, unashangaa Mungu huyu namtolea. Natoa shukrani kwa sababu gani? Maana shukrani imekuwa ikizungumziwa miaka na miaka na miaka na miaka. Lakini mimi hivi leo nina sababu ya kusimama na kusema Mungu asante. Haleluya. Nina sababu ya kusimama na kumtolea Mungu shukrani ya dhabihu wa moyo wangu, na sababu ya kumtolea Mungu shukrani hata ya fedha. Hata ndio nikasema mwaka huu mimi ndio nitaanza kutoa shukrani ya kwanza kwa kumtolea Bwana fedha. Nikasema nafikiri sijui madam kama kuna mwingine alikuwa ameanza.
Kwa hivyo mimi nimeanza, nilitoa ngapi ya kwanza because sijasimama bado. Ninasema ninamtolea Mungu shukrani, maana nina sababu ya kumtolea Mungu shukrani. Natoa pesa ngapi za kwanza? Alitoa 42,000 na shilingi 300 na nimeshaziweka kwa akaunti ya kanisa. Alinipatia na nikaenda Migori nikaweka kwa M-Pesa, nikaweka kwa bank account ya kanisa 42,300. Kwa hivyo nimeanza shukrani ya mwaka huu kwa kumtolea Bwana. Na sio hizo peke yake, ningali nina sababu ya kuendelea kumtolea. Kitambo ifike mwezi wa 8 nitakuwa nimemtolea Mungu wangu shukrani. Haleluya. Niseme nini mpendwa? Una sababu ya kumshukuru Mungu. Wewe ambao hujakuwa mgonjwa, wewe ambao hujaenda kwa MRI, wewe ambao hujafanyiwa CT scan, unaye sababu ya kumshukuru hata Mungu zaidi kuliko mimi. Maana wewe hujafika hapo. Haleluya. Bwana asifiwe. Maana Mungu amekulinda. Mungu amekuepusha na mambo mazito. Mungu amekuepusha mpendwa na mapigo ya shetani. Siku hizi ni kilio hapa na pale. Kila miji ni matanga tu. Tumekuwa tu saizi ni michango tu ya matanga. Hatuchangii watoto kwenda shule, lakini tunachangia matanga. Kila wakati matanga hapa, kwa nani hapa, kwa mtandao. Ukiangalia saizi simu za watu wengi kwa mitandao tu ni mchango wa matanga. Kwa hivyo wewe kama uko mzima, kama watoto wako ni wazima, kama mke wako ni mzima, kama mume wako ni mzima, kama jamii yako ni wazima, mpendo, una sababu ya kumtolea Mungu shukrani. Una sababu ya kusema Bwana asante, maana umenipa kibali na neema ya kusimama mpaka kipindi hiki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu awabariki. Nipenda tuende kusoma ujumbe wa leo. Nataka kuzungumza tu juu ya kumuishia Bwana. Kumuishia, living for Jesus. Kumuishia yeye, huyu Mungu ambaye ni Mungu mkuu. Huyu Mungu ambaye anatulinda. Huyu Mungu ambaye anasimama pamoja. Nzuri mpendo, tumuishie maisha yetu yote. Kumuishia ina maana ya kwamba tumpendeze katika shughuli zetu zote, tuweze kumpendeza yeye, huyu Mungu. Huyu ambaye ametupa uzima, huyu ambaye ametupa uhai. Huyu Mungu tuna sababu ya kumpendeza katika maisha yetu yote. Katika kitabu cha Wakolosai, Paulo anasema, Wakolosai 1:10. Sijui kama kuna mtu ana mic mahali, maana mtambo wetu ina shida kidogo. Kolosai 1:10, Paulo anaambia kanisa la Kolosai, sema, mwenende kama ilivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa. Mwenende kama ilivyo, jinsi ilivyo wajibu wenu kwa Bwana. Anasema mwenende hivyo mkimpendeza sana. Haleluya. Mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu. So wapendwa, inatupasa sisi wale ambao tumeitwa wa Kristo, wale ambao tumeitiwa jina lake, tumpendeze Bwana kwa matendo yetu makubwa, kwa matendo yetu, kwa kila kazi njema ambayo tunaifanya. Tutampendeza kwa kazi njema tunaifanya. Juzi nikaona nikiangalia runinga, ninaangalia kuna jamaa mmoja, sijui ilikuwa nchi gani ile, ni nchi ya Waarabu hivi. Kuna mtu ambaye alikuwa ameenda kikazi huko, na akaenda kwa hali ile ya kawaida, sijui alikosana na mtu, wakapigana, na kwa bahati mbaya akamuua huyu mtu. Ilikuwa nchi gani ile, wale ambao wanaona runinga? Ni Saudi Arabia. Sasa huyu mtu akahukumiwa kifo. Huyu Mkenya akahukumiwa kifo katika nchi ya ugeni, nchi ambayo ilikuwa ya Saudi Arabia. Sasa wakatafuta mbinu. Ukitaka kumkomboa huyu mtu, ilikuwa utoe shilingi milioni 150 za Kenya ili uweze kumkomboa huyu mtu kutoka kwa kumkomboa kutoka kwa kifo ambacho alikuwa amehukumiwa katika nchi hiyo. Maana hakuna shortcut, hakuna njia nyingine. Kumuokoa tu ni kutoa milioni 150 ipeano kwa familia ile kama fidia, ndio aweze kukombolewa. Na inawezekana mpendwa, sasa tukisema saa hizi utoe 150 million, kuna nani ana 150 million hapa? Hata kama ni kuuza shamba, ni shamba gani ambao unaweza uza hapa kwetu likupatie milioni 150? Kwa hivyo watu walijitolea, watu walitoa fedha. Na ile dini ya Kiislamu sijui ilikuwa inaitwa SUPKEM, wakaingilia katikati, wakatoa sijui milioni ngapi, sijui milioni 100, wakacombine hizo pesa zote, wakaweza kumkomboa yule jamaa. Ni upendo kiasi gani? Upendo.
Ni upendo kiasi gani hao watu walikuwa nao, na wamelipa hizo fedha. Huyu jamaa wanamprocessia vitu zake aweze kurudi Kenya hapo. Haleluya. Kumpendeza, anasema Paulo, anasema kwamba mwenende kama ilivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa. So tuna sababu ya kumpendeza Bwana. Kama binadamu anaweza pendezwa, kwa nini sisi tusimpendeze Mungu zaidi? Mungu ambaye ametupatia uhai. Kama unaweza mpendeza rafiki yako, kama unaweza mpendeza jamaa yako, kama unaweza mpendeza mtoto wako, kama unaweza mpendeza mke wako ama mume wako, kwa nini tusimpendeze huyu Mungu? Vile Paulo anasema, akawaambia Wakolosai kwamba tumpendeze, na sio kumpendeza tu, tumpendeze kabisa. Haleluya. Mkizaa matunda kwa kila kazi njema. Tukizaa matunda kwa kila kazi, kwa kila kazi njema itavutia usalisaji wa matunda. Kazi yenu itasababisha tuzae matunda hata ya kupata watu wengine kanisani. Kazi yetu njema itakusababisha ulete mtu kanisani. Lakini kwa kazi yako mbaya utasababisha watu watoroke kanisa. Kwa kazi yako njema, kwa ushuhuda wako mzuri, itasababisha mwingine, pendo wa rafiki yako ama jirani yako, apate kupata uokovu. Kwa kazi yako njema itawavutia. Kwa kazi ya kanisa njema, hata nimeona mama Matongori pale. Mama Matongori temoko keri abantu, hata sijui kama ni uchira abantu ba isa okeri. Temoko mama Matongori. Tamoe microphone atokeri. Amen. Temanga na achiri nyori tuisira. Amen. Kwa kazi yako njema, kwa kazi ya kanisa njema. Amen. Akwa kongwe. Niseno neno na akatire ni nkuru yana sikukuru mukaka atasamaye. Toringire togaikara. Na naringe no murembe kuhene. Ange ne megoku kuhene. Ukanisa yeitu eno. Anage kuburaga atasamaye na ngambiriga mukaka no aringi gitwa ngaikara. Mana tuhangiri. Kadantike. Harure kasokyo moka basta nyata ya kata kakambe gore mukaka bona no kani abakanga try kanisa he tamuhatranda ya kanisa ni kire mosor na kweli na itabiri jinkaya katika hata marokara kanyuye moita ono matu akata kamusora bakaya kanisa bora kare honage kunyanya hata kale Mungu ono kama ukuringa hano ihali gani nge kama hano bakora tigange wayo ose kama hegambu ya kugende yande no kono. Amen. Ono ko sasa kone nuchiga page masaba ini nuru no dagendre ambaga tia tije kante yesu. Amen. Ne nkuru ono ko tabwe no na nyori ko sasa iko atuni na ror bini kuraka babasta na ror yani na ror hata no taruti tabwa kagorata maguru arani kaje honde soki hatu kana kore no kono mtebeno kali kibebengi ko tinena kibebengi wakana antikiri hala weni kaje ni honde ne mukere ko tare kan hi. Amen. Na kora makote ke no ko mika kama gano yango tere kama mbele Amen. Mtemera makofi, mpigie makofi mazuri. Amen. Mama, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Baka sasa iko yande kuimera ke iko hata ni kare maisori kare wa ni hayo hongo tema tabu eno kada ni yake ndio ni. Amen. Mungu akubariki mama. Mungu anaoka kuitabiri sana. Amen. Mungu akubariki sana, Mungu akutende mema. Kwa hivyo ni lazima tufanye kazi ya kumpendeza Mungu. Wakati ambapo ametupatia nafasi ya kuishi katika ulimwengu huu, tufanye kazi nzuri ya kumpendeza. Bwana Yesu asifiwe. Tufuate njia zake, sio njia zetu. Maana yeye ana njia ambazo zinampendeza mpendo. Wena nichi nchire chino akuchiha ahanchire. Tinchi nchire chitu cheto hanchire. Yeye Mungu wetu ana njia ambazo zinampendeza. Tusome kitabu cha Methali 3 mstari wa 5. Methali 3, mtu atusomee 3 mstari wa 5 na 6. Neno la Bwana linasema, tumaini Bwana
kwa moyo wako wote. Tumtumainie Bwana. Anasema katika kitabu cha Methali kwamba tumtumainie Bwana na moyo wetu wote, sio moyo kuwagawanya sehemu nyingine huko upande huu na sehemu nyingine huko upande huu. Anasema tumtumaini na moyo wetu wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Usitegemee mpendo akili zako, maana akili zako zinaweza kukupotoza. Mtegemee yeye na moyo wako wote. Katika njia zako zote mkiri yeye. Katika njia zako, katika mipangilio yako yote ukamweze kumkiri yeye Mungu wetu, naye atanyoosha mapito yako. Naye Biblia inasema atanyoosha mapito yako. Haleluya. Naye atanyoosha ukiweka matumaini yako kwake, ukiweka moyo wako wote kwake. Biblia inasema atanyoosha mapito yako. Haleluya. Lakini anasema ni yule tu ambaye ameweka moyo wake wote kwake. Maana mara nyingi sisi tumeweka moyo wake miyege itu ntukukawire kabere. Entane mukuringe ntaneno, entana yende kuringe hano. Ukukuruko kuringe hano, ukonde kuringe hano. Lakini watagu tunaigohe. Anasema tumtumainie na moyo wetu. Na baada ya kumtumainia kwa moyo wetu wote, anasema atanyoosha nini? Mapito yetu. Haleluya. Tukae tukimpendeza Mungu katika maisha yetu, katika maisha yetu ya ujana. Tukae tukimpendeza yeye, atanyoosha mapito yetu, atashughulikia shughuli zetu. Wakati tunaposhughulikia mambo yake, yeye pia atakuwa anashughulikia mambo yetu. Lakini wakati tunapojishughulikia, basi hata tuache tujishughulikie. Lakini wakati tumemwachia mioyo yetu yote, anasema atatushughulikia na atanyoosha mapito yetu yote, njia zetu zote tumwachie na atatubariki. Lakini Yesu akawaonya wanafunzi wake. Maana safari hii sio safari rahisi mpendwa. Sio rahisi kumpendeza Mungu. Sio rahisi kuishi maisha ya kumpendeza yeye kila wakati. Yesu akajua kwamba safari hii ni ngumu. Maana safari hii ya msalaba, maana hata Yesu alisema, alifika mahali akibeba msalaba akasema niondolee kikombe hiki juu yangu. Maana safari hii haikuwa rahisi. Mwili wakati mwingine mwili ni mdhaifu. Mithirika itu kina merosu. Mili ambayo tumevaa ni mili midhaifu. Kwa hiyo katika Yesu wakati akitembea na amevaa mwili wa kibinadamu, akasema niondolee kikombe hiki. Haleluya. Kwa hivyo safari hii sio rahisi. Biblia inasema Yesu akaongea pamoja na wanafunzi wake, akawaambia kwenye kitabu kile cha Luka. Tusome kitabu cha Luka 14 mstari wa 26. Yesu anaongea na wanafunzi wake. Anasema nini? Kwamba safari ya msalaba, safari ya kumpendeza Mungu, sio safari ambayo utaichukulia tu kirahisi hivi. Ni safari ngumu. Itahitaji mambo mengi, itahitaji ufanye mambo mengi ili uweze kumpendeza yeye. Kama mtu akija kwangu, Yesu anawaambia wanafunzi wake, si uchukue maiki hakuna. Naye hamchukii baba yake. Itasababisha umchukie baba yako. Sio kweli kama kweli sasa kwamba uchukue baba yako ati ndio watu utakuwa mbembe msamaha. Kuna mambo ambayo utaacha. Haleluya. Na mama yake. Na mama yake. Na mke wake. Na mke wake. Na wanawe. Na wanao wote. Na ndugu zake waume na wake. Wote hawa. Naam. Hata nafsi yako mwenyewe hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Huyu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Kwa hivyo ni lazima, kuna mambo ambayo tutachukia. Haleluya. Kuna mambo ambayo labda baba yako anapenda, mama yako anapenda, ndugu zako anapenda. Kuna mambo ambayo utaacha. Ikiwa hata nafsi zako, kuna mambo ambayo nafsi zako zinapenda. Haleluya. Ili umpendeze yeye, kuna mambo ambayo utayachukia. Umemaliza? 27. Mtu yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu. Mtu yeyote asiyeuchukua msalaba, maana msalaba ni mzito. Hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Kwa hivyo kumpendeza Mungu
utachukua msalaba na kumfuata yeye. Ili umpendeze, utachukua msalaba. Na msalaba kuchukua, mpendwa, sio easy, ni gharama. Itakugharamisha. Amen. Kuna mambo ambayo itakusababisha waache. Kuna marafiki ambao ulikuwa nao ambao utasababisha waache. Huo ni msalaba wa Kristo. Kuna vitu ambavyo ulikuwa unapenda katika maisha yako ya kidunia. Kuna mambo ambayo ulikuwa unapenda ambayo itasababisha waache. Kuna marafiki ambao walikuwa close na wewe sana. Wanafunzi, kuna wale ambao walikuwa marafiki. Kuna vitu ambavyo ulikuwa unapenda, lakini kwa sababu ya msalaba wa Kristo, ikiwa utampendeza, then ni lazima uache vitu hivyo. Vitu hivyo ambavyo vilikuwa vinakupendeza katika ulimwengu huu, itasababisha uache ili ubebe msalaba ukamfuate yeye. Ndivyo utakapokuwa unampendeza. Endelea. 28 nasema, maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama? Ni nani katikati yenu ambaye anataka kujenga? Sijui kama mmeona mnara wa Nyankore huko. Sijui kama kuna mnara huko. Kama hujaona mnara, pitia hapo tu kwa Google hapo tu hivi, karibu na Mwalimu Munyankwe pale. Karibu hapo kuna mnara. Wakati alipokuwa akiplani kujenga ule mnara, alikaa chini akahesabu gharama. Maana pale utahitaji mablocks, utahitaji cement, utahitaji fundi, utahitaji tu vitu vingi na machuma na kadhaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni lazima ukae chini, upige hesabu na kuhesabu gharama. Ni nani kati yetu? Jumamosi ni siku ya kupika githeri. Siku zote Jumamosi. Maana hataki Jumapili watu wanasumbuka ati sijui na Jumapili ni kutoka tu asubuhi na kwenda kanisani. Na tabia ya Matiko mpaka sasa ni principal wa Kodero Bara. Principal wa Kodero Bara. Tabia yake hata ukienda kanisani, Matiko saa 12:30 Matiko yuko kanisani. Kama kanisa ijapangwa, unapata yeye ndiye organize viti na weko hapa, anachukua kama ni dasa anapangusa. Tabia yake ni hivyo, sio mimi ninazungumza. Enda tu kwa ile kanisa ama uliza mtu yoyote. Anatumia wakati wake ili kumwabudu Bwana, kutumika. Anatumia tu wakati wake wote kuweza kutumika. Na hiyo ndio maisha yake. Mke wake pia anafundisha, sio ni secondary ama ni primary. Ni secondary. Lakini maisha yao ni kwamba kila Jumamosi katika maisha yao haupika nyoyo ama githeri. Maana wataki kusumbuka siku ya Jumapili, ili wapate nafasi ya kutumika. Sisi tuna tabia nyingine tofauti. Jumapili wakati imefika ndio sasa tuna shughuli ABCD, sio kimbiwe kinywi mkasaka, sio kimbiwe ufanye nini, onde hata Kenya kama mkondo kidogo ndio anarudi hapa. Anasifia. Mwingine ataenda afanye shughuli zake kidogo ndio arudi hapa. Lakini tutumie pia wakati wetu, tuwe na nafasi ya kumtumikia Mungu. Tuwe na nafasi nzuri ya kumtumikia Mungu. Hata kama siku hiyo ndio biashara ni nzuri ya pikipiki, acha siku hiyo. Hiyo ni siku ya kuabudu Mungu. Uyugure murimi wanga wambagati ko kinyo umuteja mpaka tanga na mabera unyore isiringi hanga isano yo manye kuringa hano. Siku hiyo ni siku ya kumwabudu Mungu. Haleluya. So tutumike pamoja na wakati, tuchue wakati wa kutumika pia na mali zetu na nguvu zetu zote. Ndio tutakapompendeza Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pia nimesema tutumike pia na mali zetu. Maana Biblia inasema Ibrahimu alitumika na mali zake zote. Maana hii mali tuko nayo yeye ndiye ametupatia. Sisi tumekuwa tu warithi, hatuna hizi vitu zote ni za Mungu mpendwa. Mashamba ambayo tuko nayo ni ya Mungu. Fedha ambazo Mungu amekubariki ni zake. Afya ambayo uko nayo ni yake. Kila kitu, watoto ni wake. Ng'ombe ambazo uko nazo, mifugo na kila kitu, na mali yote ambayo tunajivunia ni mali ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii mali tunapigania hapa, hata hizi mashamba tu, plot tunapata tu nini, hata kama ni inchi moja tu hapa hano igana hano abana bantu bimkreni amataniga asa ina hana hiyo sehemu mpendwa ni Mungu amekupatia.
na utakufa tu, utaiacha hapo. Wangapi wamekufa? Utakufa hivi vitu ambavyo unaringa navyo, utaviacha tu hapo. Siku nyingine tukaenda, ilikuwa wapi Mzee Maisori? Tulienda Mwanza na Mzee Maisori kipindi kingine, alafu tulikuwa tunakunywa chai. Alafu jamaa mwingine akasemaje? Wewe imagine, sisi tunakula mali yetu. Tunakula vitu vyetu, tumechukua pesa zetu, tumenunua chai, tena ilikuwa chai ya rangi. Maana Mwanza nilisoma kwamba kupata chai ya maziwa ni ngumu. Sasa tulikuwa tumeenda tu tumejinunia chai ya rangi angalau tukunywe. Tena huyu jamaa anakuja na tulazimisha tumununulie, na wakati tumekwama anasema hizi vitu vyote mtaviacha hapa. Ni kama ilikuwa haleluya. Kwa hii mali jameni ni ya Mungu, ni ya mwenyewe. Biblia inasemaje kwenye kitabu cha Mathayo 6:19? Mathayo 6:19 ninamalizia. Kimalizia Mathayo 6 inasemaje? Mathayo 9:19, usijiwekee hazina duniani. Usijiwekee hazina duniani. Nondo na kutu vitaviharibu, na wevi huvunja na kuiba. Maana hizi vitu nondo inaweza haribu, na kutu na kila kitu. Unaweza tafuta kichuma kizuri cha kung'ara, lakini kutu hichi yaharibu. Umenunua kitu kizuri cha kukupendeza, cha kuweka ndani ya nyumba yako, lakini kuna kutu na nondo zinaweza kuja ziharibu. Alafu amesema pia na wevi huvunja na kuiba. Na wevi wanakuja, umenunua mali nzuri, vitu vya kupendeza kwako, ya kujivunia, lakini Biblia inasema wevi waje wafanye nini? Wachukue vitu hivyo vyote. 20, bali jiwekeni hazina mbinguni. Bali tujiwekee hazina yetu mbinguni, usikoharibika kitu kwa nondo wala kutu. Pale hakuharibiki chochote mpendwa. Hata unapokufa utakuwa umejiwekea kitu mahali. Maana pale nondo haifiki pale. Haleluya. Wewe hivi tabaku ikahohe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusiweke hazina yetu yote katika ulimwengu huu. Maana wala wevi hawavunji wala kuiba. Maana kule mbinguni wevi hata kuja wavunje. Kwa hivyo tuweke mali zetu. Sisemi kwamba tusiwe na mali. Mali kuwa nayo ni kitu kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri watu wa kanisa wawe na mali nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri watu wa kanisa tuwe na mali. Ni vizuri watu wa kanisa tuwe na mapikipiki. Siwezi kusema tuwe na baisikeli, maana ni kama baisikeli siku hizi yameisha. Ama yako yamebaki machache. Daudi ndio naona na moja hapa. Lakini saa hizi naomba kwamba watu waweze kupata mapikipiki, si ndio? Hata Daudi apate nini? Pikipiki. Ni ombi langu kwamba kanisa liwe na mali. Kwamba Daudi awe na pikipiki. Na fulani pia uwe na pikipiki. Na fulani uwe na gari nzuri. Haleluya. Bwana asifiwe. Kanisa liwe na magari. Kanisa liwe na mapikipiki. Kanisa washirika wawe na manyumba mazuri. Hiyo ndio tamanio la moyo wangu. Sisemi kwamba kwa sababu tusiweke kama jinsi kuna kanisa lingine huko Nakuru alisema ati sasa mtaguli bintu vyenyu vyonse ekebarangu sirakira. Hapana. Haleluya. Wakati bado tunaishi katika ulimwengu huu, wakati bado tunaishi, wakati ambapo tuko hai bado, ni vizuri tuwe na vitu vizuri, vitu vya kupendeza, lakini tusiweke hazina zetu zote hapa. Haleluya. Tumpatie Mungu ambacho ni chake. Bwana Yesu asifiwe. Eke Mungu tumuhae. Rafu vindi vyetu bila tuitabiri. Tupene mali. Tufurahie maisha yetu ya ulimwengu huu pia. Tusiishi maisha ya umaskini wa kuteseka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukitaka kumpendeza, ni lazima tutumie pia na mali zetu na resources zetu mbele zake, ili pia nyumba yake iwe nyumba ya kumpendeza. Nyumba ya Bwana iwe nyumba ya kung'ara. Hata nashangaa wakati hata sijui ile bandari ilikuwa wapi, nienda wapi, iko pale. Unajua kama ningekuwa mimi na wewe, kama ningekuwa mimi wewe, hii madhabahu ingekuwa imeng'ara zaidi ya hapo imeng'ara. Kama ingekuwa mimi na wewe, hata maua ambayo ingekuwa imewekwa hapa ni maua ya kumtukuza Mungu.
kama ingekuwa mimi na wewe, hata hii maua overstay here, tungekuwa tumebadilisha hata sura ya nyumba hii ya madhabahu ya Bwana. Tungekuwa tumeweka tu mambo tu mazuri, vitu vya kurembesa nyumba ya Bwana. Nankanyori ka turamaha bonse. Hallelujah. Ingekuwa tunatumia ile tulikuwa tunaita gifts. Najua kila mtu ana gift yake. Kuna wengine ambao ni wazuri kurembesa hata nyumba. Siku nyingine maana wakasema, maana mlisema nini? Nilisema ati kuna siku ambayo unafika unaona kwa nyumba hii, wacha nibadilishe hii kitu ikae upande huu. Sijui kwa nini kwa nyumba ya Bwana tuwezi kubadilisha kitu hii tuweke hapa, tulete maua hii tuweke hapa, ama ni nyumba zetu tutakuwa tunarembesa peke yake. Hallelujah. Baada ile nini kuvunjika, sijawahi kuona mtu akiwa na mzigo wa kuenda kutafuta nyingine, ama hata ziwe mbili, ingine uweko na maua hapa, ingine uweko hapa, kurembesa nyumba ya Mungu. Hallelujah. Maana umfurahisha Mungu nyumba yake inapokuwa nyumba ambayo inang'ara, inampendeza sana. Hallelujah. Bwana asifiwe. Tuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Na baada ya kumpendeza Mungu, yeye ataachilia baraka. Na anapoajilia baraka, uponyaji ni baadhi ya baraka ambayo Mungu anaachilia kwenye nyumba yake. Hallelujah. Mafanikio kwa watoto wetu Mungu anaachilia. Maana tumempendeza moyo wake. Sio moyo wa mchungaji, hapana. Kupendeza moyo wa Mungu. Anasababisha mambo makubwa kutendeka. Inafuatilia hata juu ya watoto wako. Wengine tumezuia hata watoto wetu hata kupita kwa sababu hatumpendezi Mungu kwa njia yoyote. Tumeshikilia baraka ambazo Mungu angeachilia kwa hawa watoto. Tunaanza kulia ABC, sijui ilikuwa namna gani, lakini sisi tumeshikilia baraka zile Mungu alikuwa atuachilie hata juu ya watoto wetu, hata juu ya nyumba zetu, hata juu ya mafanikio yetu. Tumeshikilia, tumekwamilia. Ni lazima tuishi, mpendwa, maisha ya kumpendeza. Anasemaje kwenye kitabu cha Luka 9:23? Nikimaliza. Nasema kwamba akawaambia wote, mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Hallelujah. Amen. Nikimalizia ni kwamba tujikane. Ikiwa tunataka kumpendeza Mungu, pendo itasababisha ujikane. Kuna mambo mengi utaacha, ujitwike msalaba. Maana yeye, Biblia inasema kwenye kitabu cha Petro kwanza 1:16 kwamba yeye Mungu ni mtakatifu. Hallelujah. Yeye ni mtakatifu. Anasema mimi Mungu ni mtakatifu. Hebu nisomee hiyo first nini? Tukiwa tunasimama kwa miguu yetu. 1 Peter 1:16. Neno la Bwana linasema imeandikwa. Ati? Petro wa kwanza 1:16. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mtakuwa nyinyi, mimi na wewe tutakuwa watakatifu maana yeye ni mtakatifu. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo mpendwa, lazima tuamue, tufanye uamuzi ulio wa maana kwamba yeye Mungu ambaye tunakuja kumwabudu hapa siku na baada nyingine, huyu ambaye tunakuja kumtolea hapa, huyu ambaye tunakuja kumuimbia hapa, huyu ambaye tunamfanyia kazi. Biblia inasema, Petro anasema kwamba yeye huyu Mungu ni mtakatifu. Na kwa sababu yeye ni mtakatifu, basi yatupasa mimi na wewe tuwe watakatifu, ndio tuweze kumpendeza, hata kwa sababu ya mpangilio yetu. Ndiye aweze kutufungulia njia, ndiye aweze kufungua milango na madirisha ya mbinguni. Maana yeye ni mtakatifu, na tuwe watakatifu, tumpendeze Mungu wetu. Hallelujah. Kwa hivyo mpendwa, nikimaliza, unaweza fanya uamuzi wako mzuri. Ikiwa unataka kumpendeza Mungu, nasema mtumishi wa Mungu, nimesikia neno, natamani moyo wangu kweli kwa mambo haya ambayo nimesikia karibu manne, ninatamani Mungu aweze kunisaidia
kwa maisha yangu ambayo yamebakia, maana sijui kesho ama kesho kutwa, sijui ni lini utanichukua niweze kukupendeza, niweze kuishi maisha ambayo yanakupendeza. Ninatamani Bwana ukanisaidie, maana nimesikia neno lako, maana umeweza kusema pamoja nasi. Bwana aweze kunisaidia, sio wewe peke yako mpendwa, hata mimi. Bwana aweze kunisaidia. Huyu Bwana ambaye amenipa nafasi, amenihurumia mimi, huyu ambaye ningeenda tarehe 31, maana wakati siku nilifanyia operation ilikuwa tarehe 31 mwaka uliopita, ilikuwa day ili tuingie mwaka mpya. Bwana akanionea huruma.